Sasa subiri niongee naye. Kashi. Yaani kuna nini kwenye hiyo simu na kusababisha wewe unyanyuke uende kaongelee nje? Kuna nini? Na huyo mtu umesema humjui. Sasa mke wangu. Sasa mke wangu nini? Wewe si shewe. Na namba haina jina hiyo. Yaani unyanyuke hapa utoe mguu wako kaongelee simu nje. Hiyo ngumu. Hiyo ngumu. Afu nyinyi mashehe nyinyi. Mbona mna mambo mengi hivyo? Kila siku unaanangaga mashehe wenzio. Leo ametokea kwako. Huu mchepuko wako bila shaka atakuwa mchepuko. Ingekuwa simu ya halali usingetaka kwenda kuongelea nje. Inaita tena naomba upokee simu. Halo maalim. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Maalim. Weka loud speaker. Loud. Ulama hapo, yani nitaweka mambo sawa na kuomba mara moja ulama wangu, vuta subira kidogo, kuna dharura kidogo hapa. Kaka, naomba unisikilize kwanza kaka. Hivi shekhe, mbona umekuwa Mswahili? Hata si unajua Uswahili ndo maisha yetu. No, mambo yetu. Nakumbuka juzi uliniuliza niko wapi. Ukaniambia unataka kuniletea amana yangu. Swadakta kabisa. Nisikilize kwanza, cha ajabu nikakusubiri nyumbani haujatokea. Na kupigia simu yangu haupokei. Shekhe, kuna mpango gani juu ya pesa yangu? Ukizingatia huu ni mwezi wa Ramadhani shekhe. Mbona unaongopa? Tutazungumza shehe wangu. Ndio tunazungumza, na kama unakumbukumbu nilikwambia pesa hii nataka niitumie ndani ya mwezi huu wa Ramadhani. Shekhe, unakuwa simu yangu upokei, ahadi zako utimizi, na tuko ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani shekhe, unaongea uongo. Jambo linanishangaza sana. Inshallah. Mimi nahitaji pesa yangu. Ndio, inshallah. Narudia tena, nahitaji pesa yangu. Ndio. Nimekuelewa. Naingia kwenye ibada zangu, nikimaliza nitakupigia. Ndio. Sawa. Unazidi kuniumiza sana moyo wangu. Sana. Unatambua hali hii leo tulionayo hapa. Kama tungekuwa na wazazi, naamini kabisa hata huu mtihani mimi usingenikuta kabisa. Na kwa kuwa umezungumzia swala la wazazi, sina budi mdogo wangu nikueleze, na ni kweli kabisa. Nyinyi lazima muumie. Ikiwa mimi kama ndugu yenu hamwezi mkaridhika kuwa katika hali kama hii, siwezi kabisa kuacha kukwambia. Nitakwambia kila kitu. Sasa nikwambie, kwenye familia yangu mimi hawezi kuingia mtu muhuni wa namna kama ya kwako. Mzee, mimi sio muhuni mzee. Hakuna kitu cha namna kama hiyo. Wewe ni muhuni na unaonyesha kwamba una hofu ya Mungu, uogopi mwezi huu mtukufu wa Ramadhani, uogopi chochote, na ina maana kwamba hii ni malezi ya wazazi wako kwa nyumbani kwenu. Hamuna adabu hata kidogo. Pole sana. Asante sana. Asante. Lakini pia bado sijapoa. Na kitu ambacho mimi kimeniuma zaidi, mimi sikuwa na lengo baya.
na yule binti. Lengo langu lilikuwa ni lengo jema kabisa kwake, lakini nimeshangaa sana umri alionao yule mzee na maneno ambayo ameniambia. Nimeumia sana. Bosi, kwanza nikupe pole, lakini pili nipende kukushukuru kwa uamuzi ambao uliochukua kuweza kututosheleza au kutujuza kile ambacho kilichokukuta, kwa sababu kwa sasa hata sisi mioyo yetu inaenda kuwa na furaha. Tulikuwa katika hali ya simanzi kiasi kikubwa sana kuliko unavyofikiria wewe. Kingine ni kuondoe wasiwasi. Hao ni watu wazima na unajua kwamba mtu mzima kama kisheti anogi bila sukari. Kwa ni changamoto tu tunazopitia kama binadamu. Ndoa hofu sana. Mimi nashukuru sana. Niseme tu hata mimi nina nafasi kubwa ya kuwashukuru kwa kuonesha moyo safi na moyo wa upendo, ikiwa sisi kama ndugu. Na hichi kitu mimi nataka nikwambie Gati, hiyo ndo tabia nzuri na njema kwa mwanadamu yoyote ambaye anastahili kuishi na ndugu. Nawashukuru sana kwa moyo wenu, kwa kujali kwenu yale mnayoyapitia na nyinyi kuwaumiza katika nafsi zenu. Nasi pia tunashukuru, na kusema hayo sina mengi sana, acha niendelee na majukumu mengine. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah. Toa mkono wako kwanza, alafu niangalie mimi. Alafu Arfani, nakuita kwa jina lako, yani kwa msisitizo. Wewe umekuja hapa kwa mbwembwe ile siku kutaka pesa. Umekuja hapa bwana Sheraim huko amepanic anataka pesa yake, sijui mimi mwenyewe sielewi hapa sijui nafanyaje. Mimi nikaingia ndani nimetoa hela yangu nimekupa umpelekee Sheraim. Leo Sheraim leo anapiga simu. Hela hajapata. Hela umepeleka wapi? Umeenda kuonga Unajua nikwambie kitu kimoja mke wangu. Mimi mwanaume. Kwa kama mwanaume hela umeonga. Mwezi wa Ramadhani mke wangu. Habari ya dhana ni mbaya. Mwenyezi Mungu anasema ukiona mtu anadhani ni maneno ya uongo, hakika ya dhana ni maneno ya uongo. Sasa mimi nimeenda kuonga wapi mke wangu? Na naanzaje kuonga kwa mfano? Lakini kwa sababu jambo ni la kiume, mimi nitalimaliza kiume, nitalimaliza. Siwazi nitalimaliza. Kwenye hela hamna masuala ya kiume wala ya kike. Ile hela baba. Na ukizingatia pesa nimeitoa mimi, naomba uniambie hela umepeleka wapi? Ile hela bwana. Hela umepeleka wapi? Niangalie mimi ndo naongea na mimi. Niambie hela umepeleka wapi? Unajua Mwenyezi Mungu ameweka vipengele vigumu sana sisi binadamu kuruka. Mke wangu, unajua kadiri mimi ninavyoitaka pepo na kuipitia denge. Yaani hata sielewi siku ile kilinipata nini. Sebe uelewe kilikupata nini? Kipindi natoka hapa tulienda pale msikitini tukaswali adhuhuri. Sasa baada ya kuwa kipindi narudi nyumbani njiani mke wangu, hivi umeelewa mawaidha ya Sherahimu leo? Wallahi wa billahi, tangu tuanze Ramadhani hii leo mimi sio kuelewa, nimeshiba aliyosema al-ustadhi katika mimbar. Hivi kwa mazungumzo ya ustadhi, wallahi wa billahi, tangu mwezi wa Ramadhani huu leo hii shura ya leo tuliokaa na ustadhi nimepata kitu kikubwa.
wallahi naenda kukifanyia kazi. Kwa maelezo yake Allah tabaraka, ndani ya mwezi huu wa Ramadhani analipa 1/10. Yaani ukimpa shilingi 100 umemkopesha, yeye anakurudishia shilingi 1000. Kuna tajiri kama huyo? Mimi binafsi kama nilikuwa kuna kiroba cha dhambi na kiroba cha thawabu changu kinajaa leo, balaa naenda kulifanya. Hakuna mpumbavu atakayeacha 1/10. Sidhani kama kuna mtu anaweza kaza fadhila kama hizo. Lifanyie kazi hilo. Mimi naenda kulifanyia kazi shewa. Inshallah. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Ramadhani ni mwanga wa nyoyo, ni wito wa kurejea kwa Mola. Tunalia kwa unyenyekevu, tukiomba rehema na msamaha. Ya Allah, tupe takwa, tuimarishe imani mioyoni, tuoshe makosa ya janna kwa nuru ya Qur'ani tukufu. Ya Ramadhan, ya Ramadhan, shahrul huda, shahrul ghufran. Tunafunga kwa ajili ya Allah, na nyoyo zetu zatakaswa. Usiku wa ibada watuita, tahajjud na dua zatutuliza. Jana kiu zatufundisha, subira, shukrani na huruma. Ramadhani ni madrasa ya maadili na utiifu, ni safari ya kutakaswa kuelekea radhi ya Allah. Odi. Odi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asante sana ndugu yangu katika imani, jirani yangu, shemeji yangu. Nimeleta sadaka hii kwa ajili ya iftari mwezi huu wa Ramadhani. Inshallah ni vizuri pia na wewe ukachukua nafasi yako kumwombea dua huyo muumini ambaye ameamua kutoa hii sadaka. Asante, Mungu awabariki. Asante inshallah. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Ramadhani ni mwanga wa nyoyo, ni wito wa kurejea kwa Mola. Tunalia kwa unyenyekevu, tukiomba rehema na msamaha. Ya Allah, tupe takwa, tuimarishe imani mioyoni, tuoshe makosa ya janna
kwa nuru ya Qur'ani tukufu. Ya Ramadhan, ya Ramadhan, shahrul huda, shahrul ghufran. Tunafunga kwa ajili ya Allah na nyoyo zetu zatakaswa. Usiku wa ibada watuita, tahajjud na dua zatutuliza. Jana kiu zatufundisha, subira, shukrani na huruma. Subhanallah, subhanallah, Mume wangu, hizo huruma zako na wewe ama kweli unatafuta pepo baba? Pepo kweli unatafuta? Sasa ndo wewe unatoa taarifa. Sasa ungeniambia, yani ulivyorudi ungeniambia kwamba bwana, mke wangu mimi ile hela nimefanyia hivi, nimefanyia hivi, ingeharibika nini mpaka tuanze kugombana saa hizi hapa tunatoana vijasho namna hii? Manake tunalia kwa unyenyekevu tukiomba Sasa nikwambie, kwenye familia yangu mimi hawezi kuingia mtu muhuni wa namna kama ya kwako. Mzee, mi sio muhuni mzee. Hakuna kitu cha namna kama hiyo. Wewe ni muhuni na unaonyesha kwamba una hofu ya Mungu, uogopi mwezi huu mtukufu wa Ramadhani, uogopi chochote, na ina maana kwamba hii ni malezi ya wazazi wako kwa nyumbani kwenu. Hamuna adabu hata kidogo. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Ramadhani ni mwanga wa nyoyo, ni wito wa kurejea kwa Mola. Tunalia kwa unyenyekevu tukiomba rehema na msamaha. Ya Allah, tupe takwa, tuimarishe imani mioyoni, tuoshe makosa ya janna kwa nuru ya Qur'ani tukufu. Ya Ramadhan, ya Ramadhan, shahrul huda, shahrul ghufran. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Ramadhani ni